Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu zangu wapenzi na wadau wa chaneli hii, kwanza kabisa naomba mlipe radhi na mupokee udhuru wangu kwa kuchelewa kuposti video kwa siku nyingi zilizopita. Najua mlinimiss na mlikuwa mnasubiri vipindi vipya kwa hamu, lakini majukumu yaliminya kidogo. Insha Allah, kuanzia sasa tutakuwa pamoja mara kwa mara. Kabla hatujaanza simulizi yetu ya leo, ningependa kufahamu hivi sasa unanitazama ukiwa wapi? Tafadhali niletee ujumbe wako kwenye sehemu ya comment, uandike jina la mji au nchi uliopo ili nikusalimie. Na ikiwa ni mara yako ya kwanza kufika hapa, tafadhali usisahau kubofya neno subscribe na kuwasha alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata mafundisho haya kila yanapowekwa. Sasa twende pamoja tukasikilize kisa cha leo. Hapo kale kulikuwa na mzee mmoja mcha Mungu aliyekuwa akimiliki shamba kubwa sana lenye matunda mengi na yenye kupendeza. Kila wakati wa mavuno ulipofika, mzee huyu alikuwa na kawaida ya kuwaita maskini, mafukara na mayatima na kuwagawia sehemu kubwa ya mavuno hayo kwa ajili ya kutafuta radhi za Mwenyezi Mungu. Lakini mzee yule alipofariki dunia, shamba lile likarithiwa na vijana wake. Vijana hawa walikuwa na roho za ubahili na pupa ya mali. Wakasema moyoni mwao, baba yetu alikuwa akipoteza mali bure, sisi hatutawapa hawa maskini kitu chochote. Usiku mmoja wakafanya njama na kuapa wakisema, hakika tutaamka asubuhi na mapema wakati giza bado lipo na kwenda kuvuna shamba lote kabla maskini yeyote hajajua wala kutusogelea. Walipanga hivyo na wakasinzilia uovu wao bila hata kusema insha Allah, Mungu akipenda. Lakini pale pale walipokuwa wamelala usingizini, adhabu ya hapo kwa hapo kutoka kwa Mola wako ikashuka. Dhoruba kali na moto wa ghafla vikaizunguka shamba lile usiku mnene. Ilipofika asubuhi, shamba lile lenye kijani kibichi na matunda ya kupendeza likawa limeungua na kubaki tupu, likawa jeusi tititi kama argi iliyovumwa zamani. Walipoamka asubuhi, wakawa wanaitana kwa siri, wahi kuelekea kwenye shamba lenu ikiwa mnataka kuvuna. Wakenda huku wakong'ona, leo asikanyage maskini hata mmoja miongoni mwenu. Lakini walipolifikia shamba lile na kuliona, walipigwa na bumbuwazi, wakasema kwa mshtuko, hakika sisi tumepotea njia, hili si shamba letu. Kisha wakagundua ukweli na kulia kwa uchungu, hapana, bali sisi tumenyimwa kila kitu. Ndugu zangu, kutoka kwenye kisa hiki cha kusikitisha tunapata mafundisho makubwa matatu ya kuzingatia katika maisha yetu. Fundisho la kwanza, kamwe usiseme utafanya jambo fulani kesho bila kutanguliza neno insha Allah, yaani Mungu akipenda. Kiburi cha kudhani tuna mamlaka kamili juu ya kesho yetu ndicho kilichowaangamiza vijana hawa. Fundisho la pili, ubahili na kuwanyima haki zao watu wasiojiweza ni chanzo cha kupoteza baraka za mali ulizonazo. Kila unachokipata kuna fungu la wasiojiweza ndani yake. Ukiwa mchoyo kwa maskini, Mwenyezi Mungu anaweza kukuyang'anya ulichonacho hapo kwa hapo. Na fundisho la tatu na la mwisho, siri ya kulinda neema ulizonazo ni kushukuru
na kuendeleza mema yote yaliyoasisiwa na wazazi wetu wema waliotangulia mbele ya haki, na kuacha na swali hili la kutafakari: je, wewe unailindaje neema uliopewa na Mola wako leo? Wabillahi tawfiq, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.